Ndugu zangu vijana, hali ya umma wetu wa Kiislamu ikoje? Hili ni swala la kutafakari. Hali ya umma wetu wa Kiislamu sasa hivi ikoje? Kutaka kujua hali ya umma haihitaji kupiga ramli. Sawa Haihitaji kupiga ramli. Inahitaji tu kutumia fikra, akili na kuangalia hali halisi jinsi ilivyo. Inahitaji kila kijana ajitoe katika boksi alilonalo la mawazo yake, fikra zake, mustakbal wake, akaangalia boksi kubwa la umma wa Kiislamu ukoje. Ndio anaweza kuiona hali ya umma ikoje. Ili kijana aweze kuelewa hali ya umma, hususan kijana msomi kama nyinyi, ni lazima thinking zake ziwe ni strategic thinking. Ni mtu ambaye anafikiria fikra zinazodumu kwa muda mrefu. Ataelewa nini hali ya umma ikoje na atapata jibu sahihi. Ya kwanza ni lazima afaidike kutokana na historia ya Uislamu ilivyokuwa. Iwe ni historia katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, iwe ni historia ya Waislamu katika nchi, iwe ni katika jamii, lazima awe anaifahamu ili aweze kuelewa hali halisi ya sasa hivi tuko wapi. Lakini la pili ni lazima aelewe hali tulionayo sasa hivi. Understanding the present, the situation, status quo ya sasa hivi ikoje ya Waislamu. Kijana msomi asipokuwa haelewi mambo hayo, hana tofauti yote na yule ambaye hajasoma. Hali yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun, je, wako sawa wenye kujua na wasiojua? Sio katika masuala ya dini tu, mpaka katika masuala ya standards kama hizi. Kama wewe ni kijana wa Tumaini, wa Mkwawa, wa Ruku, sio chuo gani kingine, lakini hujui chochote katika umma wa Kiislamu hali gani ilivyo, ina maana wewe katika upande huo ni mbumbumbu. Kusema kweli hustahiki kuitwa msomi. Hustahiki kuitwa msomi kwa mitazamo ya Kiislamu. Kwa hiyo kuelewa the present. Lakini lazima kijana awe na clear vision of the future. Awe anajua future yake yeye binafsi, vision yake na ya umma. Na vision ya umma haiwezi kufikiwa bila wewe kuwa na vision kama individual, kama mtu binafsi. Unasoma kwa ajili gani? Unataka ufanye nini? Kama vision yako ni ya vision za kimaterial, nasoma niwe mwanasheria, nasoma niwe daktari, nasoma niwe engineer, maisha yangu yawe mazuri, niwe na mke mzuri au mume mzuri, niwe na nyumba nzuri na gari ya kutembelea. Of course vision yako ni nyembamba sana, haiwezi ikasaidia umma. Lakini kama vision yako ni part and the parcel ya kusaidia umma, ya matatizo ya umma, na ya kwako ikapatikana humo ndani, vision yako imekuwa ni pana zaidi na itasaidia umma. Na hiyo ndio maana ya Iqra, sio peke yake, bismi rabbika alladhi khalaq. So usome kwa jina la Mola wako, kwa ajili ya kumridhisha Mola wako, kwa ajili ya kuhudumia dini yake. Soma kwa ajili hiyo, sio kusoma kwa ajili ya material thing wanazofikiria watu wa kimagharibi, unazozipata katika tamthilia za Kimexico, sijui za Kibrazili, sijui za Kituruki. Unaona zile fake life na unataka nawe maisha yako yao hivyo hivyo. Kijana wa Kiislamu atakiwa awe na fikra za aina hiyo. Anatakiwa thinking yake iwe imekusanya na umma, na atausaidiaje umma katika nafasi atakayekuwa nayo. Lakini sio hivyo tu, lazima awe na plan ya kutoka pale na kule anapoendea. Lakini sio hivyo tu, la mwisho ni lazima aelewe kwamba katika plani yake na vision yake atapambana na resistance nyingi, vikwazo vya ndani na nje, na atavitatua vipi na atavivuka vipi vikwazo hivyo. Tuko pamoja vijana au nimewaacha? Tuko pamoja? Okay. Hali ya umma ikoje? Swali liko pale.